Mzee wangu. Naam. Tumekuja na swala moja tu mzee wangu. Ndio. Kwa nini fimbo umkabidhi Yahya? Kwa wakati kuna watu wengi sana wa kuwakabidhi. Kwanza yule kijana hana heshima hata kwenye ukoo mzima. Hicho kuleta hapa ndo hicho. Mimi mzee kilichonileta ni hicho. Kuja kuulizia fimbo. Maana ile fimbo na mimi naihitaji ile fimbo mzee wangu. Mzee wangu. Mimi hiyo fimbo naihitaji. Kwa vyovyote vile. Kwa sababu mimi pia ni mwana ukoo wa mzee Matambo. Iweje hiyo fimbo iende kwa Yahya tu peke yake? Tusichagulie hata wengine. Paka Yahya tu mzee wangu. Naona mmeniingilia. Nawaambia. Kwanza fuateni kilicholeta. Mimi sitakabidhi fimbo ya ukoo uilisi wewe ambao sikuambiwa na marehemu, bali nafuata agizo la marehemu. Siwezi nikakabidhi ya fimbo. Mimi nafuata agizo la mzee Matambo. Lakini mzee wangu, hii nilikuwa na ombi moja. Sunge tukabidhi sisi hiyo fimbo kwa sababu mmemkabidhi Yahya, kijana mpumbavu, hana adabu. Ungetukabidhi sisi hapa. Kweli mzee. Alivyosema huyu, mimi nitafuata hivyo hivyo. Niache agizo la mzee Matambo. Niharibu ukoo wangu, niharibu familia yangu. Pamoja hata nzengo pia nitakuwa nimeharibu. Kwanza hao vijana cha kuwapa na wapa mkongoto na hiyo vijana kilicho walete nini? Wewe nikakubali niache agizo la mzee. Babu nini? Sawa mzee. Lakini tunaifuatia sisi fimbo. Haya, lazima tuifuate hiyo fimbo mzee wangu. Haya, taona mimi ni nani? Mimi ndiye niliyekabidhiwa. Hivyo vyote vile. Niliyekabidhiwa na mamlaka na mzee Matambo. Hivyo vyote vile lazima tuitafute hiyo fimbo. Mimi nitafanya kama vile mzee Matambo. Sawa mzee. Sitaweza kuwapa fimbo nyewe. Twendeni, achana nani? Wapi hii? Ala. Udugu wangu. Hivi yule kijana Yahya ataiweza ile fimbo kweli? Hata mimi nashangaa, lakini kwa kuwa alichaguliwa na mzee Matambo, jamani. Subirieni tu, kama amechaguliwa atarudi. Lakini mbona napata wasiwasi? Unajua inaniingia hofu sana, kama sijui kama kweli ataweza. Toa hofu dada yangu, yupo tu atarudi. Jamani, subirieni tu atarudi. Eti. Ila ninamuomba na mzee Matambo huko aliko amsaidie hiyo fimbo aiweke mkononi mwake. Tumuombee tu dada yangu. Kwa marehemu mzee Matambo wananiomba fimbo. Mimi siwezi nikaangusha familia yangu wala wana ukoo niwaangushe. Eti nimesikiliza yao vijana watatu tu wamelinga. Eti niwape fimbo. Ili itawezekanaje niwape fimbo? Mimi sitaki, bali nafuata agizo la mzee Matambo. Sitaweza kuwapa hao vijana fimbo. Bora waniue. Na uji nimemaliza. Hawa vijana aisi Mungu. Ole wenu mrudi. Ole wenu mrudi. Rudini tena. Muje mkione cha mtema kuni. Shenzi nyie. Baba. Abone na twanjo geke mwana wake sukuma. Ola mpa kwa nanga. Nange kanza nale kewe no marehemu hoera kwa geke na bine. Nangune nyando kwa Yahya ili ekayeje sawa. Tupandike na sikolo. Na duno tweno tuna hongano na chente ngabe. Na tozunya. Mokelelaka nwani ngwe. Yule jidunde mnamuonaje kwanza alipo? Yaani huyo jidunde huyo. Eti na yeye alipo hapo analilia fimbo huyo. Ataiweza kweli huyo? Kila fimbo haiwezi huyo jidunde huyo, haiwezi. Jamani mie, eti alipo na yeye kajaza kifua. Na mimi naitaka ile fimbo. Anaiweza? Hata mimi ndugu yangu namshangaa. Jamani.
Eti na yule Masanja naye kajiweka kimbele mbele. Amekuja sura. Mimi namfuata Nindwa, tunaitaka fimbo. Umeshindwa kuongelea mambo mengine huko. Wamebakiza mambo ya fimbo tu. Ndio nawashangaa. Ngoja tuone kama wataweza kweli. Tuwaone, ngoja tu niye tuwaangalie kama wataiweza. Sisi tunawaangalia tu. Yaani wameshindwa kukaa wakamsapoti kijana mwenzao, eti wanahangaika tu kupepeluka huku na kule, wanahangaikia fimbo. Inawahusu hiyo? Tuangalieni, fimbo hiyo haiwahusu. Niwaambie, kwa vile na sisi tulishapatiwa uwezo, inabidi tumpambanie Yahaya ili fimbo ikae mkononi mwake. Mnaonaje hapo? Kweli kabisa, kweli kabisa. Tupambane kwa bidii ili tuipambanie ile fimbo, ili wasije wakaichukua wale wa kijana. Kwanza kijana mwenyewe mfupi, hana haya wa kuipambania ile fimbo. Hapo umenena shoga yangu. Yaani inabidi tukaze buti. Yaani tukae na msimamo wa msingi. Kweli kabisa. Hapo sawa. Hapo ndo nimepiga hapo eti. Umepiga hapo. Yaani inatakiwa tukaze sasa. Tukaze. Hakuna cha kuchekachekea hapo. Tuwe mgongo wa Yahaya. Watatujua sisi kama sisi ni wakina nani. Sio wanatuangalia hivi hivi tu. Wanatuona, wanatuchukulia poa. Wao wasubiri. Nasikia haya kaenda kuitafuta ile fimbo. Kwa hiyo tunafanyaje? Kwa hiyo inatakiwa tupite njia za mkato ili tuwahi kwenda kuichukua sisi ile fimbo. Inabidi twende sasa haraka. Basi tuwaini hiyo njia. Sawa, sasa hivi tutapitia wapi? Tupitie wapi? Wewe jamaa, tupitieni Huku. Haya poa. Inaenda. Tumechoka, inabidi tukae hapa tupumzike kwanza. Jamani, sasa tunapumzikaje? Tupumzike japo hata kidogo, tuwawahi wakina Nindwa kule ili wasije wakamzuru Yahaya. Unasikia? Kwanza ukiambatana hivi sio vizuri. Inatokea tusambaratike. Mmoja apite huku, mwingine apite huku, mwingine apite huku. Tukishamwahi, inawezekana mmoja wao akamkamata. Kwa hiyo inabidi mimi napita hapo. Pita huku na mimi nipite huku. Pita hapa. Haya
Sasa kijana, hii ndiyo sehemu ambayo iliteuliwa kuwekwa fimbo ya mzee Matambo. Hii sehemu kwa mwonekano inaonekana ni sehemu ambayo ni sehemu ya kawaida sana, lakini hii sehemu ina maajabu yake. Hii sehemu ina uwezo wa kubadilika na kuwa bustani nzuri ambayo mzee Matambo alitengeneza, na mtu wa kawaida hawezi akaiona hii bustani nzuri ya mzee Matambo, bali ni kijana wake ambaye alimteua kuirithi fimbo yake. Basi na kukabidhi hii fimbo ili kusudi uweze kuchukua na ukaongoze ukoo vizuri, na utakapoishika hii fimbo basi itabadilika na kuwa fimbo ya kawaida sana, kwa sababu hivi ndivyo ilivyopangwa. Na ikitaka kufanya maajabu, bali inabadilika inakuwa ni fimbo ambayo ni fimbo ya maajabu makubwa sana, na kimwonekano waga inabadilika. Sasa kijana, chukua hiyo fimbo ukaweze kuifanyia kazi, na maagizo ya mzee Matambo ukayatimize yote. Sasa hiyo fimbo nitaibadilisha na kuwa fimbo ya kawaida sana.